na kueleza watu. Alijua anataka mimi, lakini anataka kuifanya ionekane mimi nimpigie magoti na kumshukuru, atisipokuwa ni yeye singekuwa. Yeye hakuwa na njia nyingine. He had no other formula ya kuwa president. Formula yake ilikuwa ni Mulima na Rigathi Gachagua. Bila Mulima hangepita. Bila Rigathi Gachagua kumsaidia kusanya kura ya Mlima hangepita. Lakini alitaka aniuzie uoga, analipa wabunge, kataeni hii mtu, alafu mimi niseme hapana, wewe ndio utakuwa. Ndio mimi nikuwe nikimuinamia na kumunyenyekea na kumusifu. Unasikia? Unajua, alisema kwamba watu walikuwa washamkubali. The only reason maybe alikuchagua ni kwa sababu it is constitutional, ati lazima ukuwe na running mate ukienda kwa debe katika uchaguzi. Number 2, umesema mambo ya kufinance elections. The other day nimesikia Sudi akisema kwamba yeye alikuwa uulizwa kwamba wewe ulikuwa unapatiwa pesa ngapi. Ongea mambo ya mtu kama huyo. Hiyo ni kuniuthi. So wewe ulikuwa mimi hao ni watu rais anatuma kutukana viongozi. Anatuma huyu kunitukana, leo ametuma hao kutukana Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio kazi ya William Ruto. Ako na chuki na jamii yetu na viongozi ya Mlima Kenya. Leo hao watu yake, huyu alikuwa ananitusi. Kwa hiyo huyu alituma kijana ananitusi kwa TV moja ya kijamii. Leo ameshida akitusi Rais Uhuru Kenyatta. Na hiyo ndio kazi ya William Ruto. Wewe pia ulitusi Uhuru Kenyatta? No, ngoja. Hiyo ni yetu hapa na sisi kama watu ya Mlima. Sisi tumesemeana, tumekubaliana, tumejua ile makosa tulifanya, tumekubaliana. Mimi nakueleza ya kwamba William Ruto hakuwa na formula nyingine ya kuchaguliwa. Alihitaji kura ya Mlima Kenya. Alihitaji running mate ambaye ako na ushawishi, ako na ulimi, ako na uwezo wa kuzunguka na kusanya kura yake. Katika Meru nilifanya 49 meetings ya kumsanyia kura na akapita. Alipopita akakuwa sasa hana haja na mimi. Lakini yeye anafikiria ni mjaja sana. Yeye alikuwa anafikiria ati akinitoa ati mimi nitaenda tu abaki na hii watu ya Mlima. Mimi nilitoka na kila mtu. Na sasa ndio anajua. Leo ndio anajua ya kwamba hakuna mtu nilibaki naye kwa sababu hii watu ya Mlima Martin. Hao ulienda nao ni kina nani na wabunge wa Mlima Kenya? Wachana na mambo ya wabunge. Mimi nakuuliza juzi, si wamekuja Meru? Si watu walikuwa wanalipwa kuja kwa mkutano? Mimi leo nimeshida Nyandarua. Mkutano yangu haina bus, haina mtu nalipwa, watu najaa. Rais hapa kusunguka hii Mlima alitumia zaidi ya shilingi bilioni 1. Watu hata uliona Meru kwa mtandao, watu wakifundishwa vile watamkaribisha. Kwa sababu yeye amebaki na wabunge. Lakini raia walihama kitambo. Kwa sababu hayo raia hawataki usaliti na hawataki kudanganywa. Unajua hii raia ya Mlima Bwana Martin si watu wajinga. Sasa nikuulize juzi, niko na list hapa. Rais alikuja pale Maua kuzindua muradi ya sewage. Hiyo muradi ilifanywa na Mwai Kibaki 204. Unasikia? Mwai Kibaki alifanya hiyo muradi ya Maua 204. Rais amekuja ameizidua mara 3. Anakuja kuzidua mara ya 4. Watu ya Maua anamuangalia tu. Wanasema na huyu rais, kwani anafikiria sisi ni wajinga kiasi gani? Ameenda pale kufungua project ya stima pale Imenti. Ilianzishwa na Kiraitu 9 years ago. Ameenda pale Tharaka University. University ilikwisha kitambo, tuition block inapakwa rangi, anazindua. Wale wenye kupaka rangi wanamwangalia tu, wanauliza huyu rais, kwani anaona sisi ni wajinga kiasi gani? So rais hako na wabunge hao wa Meru 10. Hao ni watu wake. Lakini raia ya Meru, enda huko uongeleshe, waulize pahali wao wako. So nimwambie yeye aendelee tu kutupangia, aendelee tu kuumiza watu wetu ni sawa. Lakini siku itafika ya kiama. Siku ya kiama itafika. Sisi ni wale tu, na tuko tu pale tunamngoja. Unajua Mheshimiwa Gachagua, ningetaka kujua tu lengo lako ni lipi katika haya mambo yote, hii siasa yote na hiyo mikutano ambayo unafanya na haya maneno yote, lengo lako ni lipi? Kwa sababu you were impeached. Lengo langu kuwa impeached, mimi si kuwa impeached na raia. Mimi nichaguliwa na raia, si kuchaguliwa na wabunge. Na hiyo tu ni process ilifanyika bunge, iko kotini, inaendelea na itakuwa sawa.
hata nikiwa impeached nisipokuwa impeached, mimi ni kiongozi. Leo nimekuwa mikutano na jaa watu 10,000. Kwa nini? Kwani hiyo watu waseme mimi ni impeached? Wanakuja mkutano kunisikiza. Lako ni lipi kwa mambo? Wanakuja kunisikiza kwa sababu mimi ni kiongozi.